kumpendeza Bwana pasipo kuelezewa na mchungaji wako. Unataka umpendeze Bwana kwa ile kazi unafanya. Unataka umpendeze Bwana kwa zile njia ambazo unapitia. Kuna njia wapendwa tunaweza tukapitia, kumbe zile njia asimpendezi Bwana. Na maana Bwana anataka njia zetu zikampendeze, na stahili kufuata zile njia zinampendeza Bwana. Unastahili kufuata ile njia ambayo ni njia inampendeza Bwana, na Mungu ataangalia akiwa mbinguni atakusaidia. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nifundishe mtu kitu ya kwamba unapokuwa na mzigo wa kumtumikia Bwana, ya kwamba hata kama itakuwa namna gani au utalemewa, siku zote utatamani kufika katika nyumba ya Bwana. That is why Jesus said, na nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi kwa kila mtu na yule aaminio. My house shall be called a house of prayer, but you made it to be 10 of these. Na hapo chini alimalizia akasema, na mkaifanya kama bunga la wanyang'anyi. Kwa hiyo kuna watu walifanya nyumba ya Mungu kama mbunge ya wanyang'anyi, na Yesu alisema itaitwa nyumba ya Bwana, shall be called a house of prayer, itaitwa nyumba ya maombi. Kwa hiyo mahali hapa tunaacha vitu vyetu, tunaacha mambo yetu. Kuna mazingira ya kuzingira kwa ukayaacha, ili tukuje na ule mzigo mahali hapa tukaweze kumpendeza Bwana na tukafanye kazi pasipo kusukuma. Ama vile mfundishaji alikuwa anaongea, yaani kufanya kazi ya Bwana pasipo kusukuma. You do the work of Christ without being forced. There are some people, you have to force them, you have to call them, you have to test them so that they can feel they are something. Yaani wao ni kitu. Ndio kuna watu wako na maringo.